Ndugu mtazamaji wa Love Balance kupitia Juice Media, ni mwendelezo wa kila ambacho tumekianza toka mwanzoni, na hapa tulie naye ndiye mzee Itungano Massa ambaye ni baba wa familia, na ni mwaliko wake ndo tumeujibu, na hapa tuko naye kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hafla kubwa ambayo inaendelea kufanyika. Yeye ndo mwandaaji, yeye ndo kila kitu. Shikamo baba. Marhaba. Habari za familia? Hapa tunashukuru Mungu sana, tuna furaha kubwa leo. Tuna furaha kubwa sana kuona kijana ametusababishia hii tukio kubwa. Tunashukuru sana. Sisi nao tumejibu mwaliko, tumekuja kama ambavyo mmeweza kutuambia. Nafikiri kijana ambaye huyu ni mwelekazi wako wangapi? Huyu ndo kijana wangu wa kwanza kuoa. Huyu ndo mwelekazi wangu wa kwanza kumpokea nyumbani kwangu. Nimeshukuru sana. Nafikiri ni mara yako ya kwanza kuwa na mwelekazi wako wa kwanza ambaye wewe mtoto wako ambaye umemzaa kabisa. Kwa mara ya kwanza kama ambavyo umeona mwelekazi, wewe kama wewe umempokeaje kama vile mzazi au kama wazazi? Mimi kweli nimefurahi sana kumpokea, maana sikuwa nafikiria kwamba kijana wangu atapata mke mzuri kama huyo, na nimeshukuru sana kwa alijua kuchagua. Macho yake yaliona vizuri sana. Kwa hiyo hata baba umebariki kwamba mtoto amechagua sana. Amejitahidi. Aliona wengi lakini alijitahidi, hata macho yangu yalifurahi. Kweli kabisa. Jamani, baba na yeye amefurahishwa na chaguo la mwanae. Ili swala la mke kuwa mzuri, hata yule kijana mdogo pale, yule kijana wako nafikiri kama ndo watatu kama wanne, na amesema kwamba brother kiukweli amechagua vizuri sana, nimependa shemeji yangu, ni mzuri sana. Kwa hiyo kumbe kweli ni mzuri. Kweli mimi ninavyomuona kweli ni mzuri, na nilifurahi na naendelea kufurahi na nitafurahi kuwa naye. Ameniletea chombo. Jamani, Love Balance hii ndio tafsiri kwamba tutapata vitu vizuri. Sasa baba, kwa mara ya kwanza huyu kijana, je, baada ya yeye kuwa na mahusiano vizuri, aliwahi kuja kumtambulisha nyumbani ukamwona kwa mara ya kwanza kabla yeye kumchukua moja kwa moja? Ndiyo, alikuja, na kabla hajaniambia rasmi kwamba huyu ndio mchumba au mtarajiwa mke wake, niliwaonaona kwa mbali kidogo wanazunguka kwenye mitaa mbalimbali, nikaanza kufikiria kama huyu kijana ataendeleza hilo wazo, nitafurahi sana. Na kweli kaja kutokea. Na naona leo kweli kila kitu kimekamilika. Nimefurahi sana. Asante kabisa. Na nani baba, unafikiri changamoto ya ndoa nyingi inaweza ikaanza vizuri, lakini baada ya muda unaona kama vile ambavyo unazungumza hapa kwa furaha kubwa, lakini baada ya muda unashangaa mambo kidogo yanabadilika. Unaona mtu ile furaha iliyokuwa mtu na mkwe unaona inatoweka. Ili swala nafikiri unaliona kwa familia nyingi. Wewe kama wewe umejipangaje kuepukana na hili ghasia ambayo au kasumba ambayo inatokea mara nyingi kama vile mzazi na ambaye unafurahia hii tukio la leo? Mimi kama mzazi kwa kweli changamoto za maisha huwa zipo tu, nakumbana nazo katika kulea watoto wangu. Kuna siku tunafurahi, kuna siku tunakwaruzana kidogo, lakini tunakaa tunayatengeneza, yanaishi. Hata yeye hivyo anapokuja huyo mwelekazi, natarajia kwamba changamoto lazima ziwepo tu, binadamu lazima ziwepo, lakini tunajua kwamba uwezo mkubwa ambao tunao wa kutatua migogoro, Mungu atatusaidia, tutayatatua. Changamoto lazima ziwepo, lakini tunashukuru Mungu maana ametupa uwezo, pamoja na maombi, pamoja na mashauri. Naamini kwamba changamoto zitakuwepo, tutazisuluhisha bila shida. Jambo lingine katika hili ni kuhusiana, naona una mabinti wengi ambao labda watakuwa mawifi, na moja ya changamoto ambazo zinakuwa zinagubika sana ndoa nyingi, labda zinakuwa zinatokea hapo mara nyingi, mikorozano na mawifi kidogo inaleta mgogoro kuwa mkubwa. Na una experience kama ambavyo umetoka kuzungumza, umeshatatua migogoro mingi ya kifamilia, kwa hiyo huu pia uwezo wa kushinda. Kama vile mawifi nao nimeona na furaha, so labda unalipi ambalo pia unalifikiria au umejipangaje kwanza kuondokana na hii migogoro hasa ya mawifi kama vile mzazi ambao unajumuisha jumla? Mimi kama mzazi kwanza lazima nihesabu kwamba wote ni watoto wangu. Hamna upendeleo.
na ninapokuwa nao lazima nitakuwa nao katika kuwashauri, kuwaweka sawa, na pale tutakapokuwa na kwaruzana lazima niwaitishe, niwashauri kama mzazi, wala siwezi kuachilia. Nitakuwa nao bega kwa bega, kuwapa mashauri, kuwahimiza wapendane, wawe na umoja, wasaidiane. Hicho kitu unajua kitawasaidia pia. Asante sana. Labda kwa sherehe nzima unaambia watu nini? Kwa ndio tunaenda kusherehe. Unaambia watu kwanza kwamba kijana ametusaidia, maana ametuletea mke, tumefurahi, na tumeomba pia na vijana wengine wawe kama yeye wanavyoishi, wajue jinsi gani ya kuchagua, waletee wazazi pia watu ambao watakuja kuleta furaha kwenye familia. Asante sana mzee wangu, shukrani sana. Jamani, asante sana. Ni baba mzazi na tumeongea na vitu vingi. Kikweli mzee ana furaha kubwa sana. Na mwendo wa furaha tunaendelea kufurahi. Ni mwendo wa furaha kama ambavyo unaendelea kushuhudia, ugeni unaendelea kutiririka, wageni wanaendelea kutiririka kama ambavyo unaendelea kushuhudia, ndugu mtazamaji wa Juice Media. Hawa ni wajomba wa hawa ni wakwe wa familia ya bibi harusi. Hicho kitu tumefurahia sana, tuko wote pamoja na tunasema karibu kwa wote, tunawakaribisha waje, wako wengi tu, tunashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Kiukweli mzee, hii siku kidogo ni jambo la kipekee kabisa kwenye maisha yako. Kweli kabisa. Leo ni siku nzuri kwangu, maana ni mara ya kwanza kuona sherehe kama hii nyumbani kwangu. Kwa hiyo hivyo nafurahi sana, nafurahi kabisa na nafurahi sana. Jameni, karibu.